Karibu katika kipindi cha pili ambapo tutakuwa tunazungumzia uandishi wa insha ya kumbukumbu. Mambo ya kuzingatia katika uandishi wa insha ya kumbukumbu moja, ama ni yepi unafaa kufahamu kabla ya kuandika insha ya kumbukumbu. Tumia lugha rasmi, kwa mfano katika somo hili la Kiswahili. Tumia lugha rasmi ya Kiswahili, usitumie lugha ya mtaani. Pili, tumia nafsi ya tatu na kwa usemi wa taarifa, kwa mfano. Wanachama walisema, wiki ijayo tutaenda. Nafsi ya tatu huwa ni nafsi ya kwanza kuniradhi ni mimi, ya pili wewe, ya tatu yeye. Kwa hivyo yeye ama wanachama wa, ama kwa wingi sisi tu. Kwa hivyo unaweza tumia tu, wa ama ni viwakilishi vya nafsi ya tatu. Zingatia uakifishaji, kwa mfano tumia herufi kubwa katika kuandika anwani au kichwa. Aghalabu tumia wakati uliopita, ama sana sana. Neno aghalabu linamaanisha sana sana. Kuna matumizi ya wakati uliopita, kwa mfano katika jeda ya kwanza ambayo huwa kufungua mkutano. Baba Emma aliomba Mola atulinde tutakapokuwa tunaendeleza mkutano. Kwa hivyo wakati uliopita unawakilishwa na li katika neno aliomba. Mola atulinde tutakapokuwa tunaendeleza mkutano. Haya mengine ni maelezo katika usemi wa taarifa na pia katika nafsi ya tatu. Mfano wa pili, katika ajenda ya pili ambayo huwa kusoma na kudhibitisha kumbukumbu za mkutano uliopita. Katibu alisoma kumbukumbu za mkutano uliopita na kuungwa mkono na mwanachama Ali Kepesi pamoja na Fiona Kadogo kuwa za kweli. Kwa hivyo li katika neno alisoma ni kiwakilishi cha wakati uliopita, na mengine ni maelezo katika usemi wa taarifa na katika nafsi ya tatu. Usisahau unapoandika insha ya kumbukumbu. Haya ni mambo muhimu sana. Jina langu ni Mwalimu Linda. Karibu.